Kulingana na Ufunuo, hii ni bendera nyekundu ya unabii kuinuka kwa dini ya uongo ulimwenguni. Je, ikiwa nakuambia kwamba katika maisha yetu ya sasa, bendera nyekundu ya unabii imeinuka na hakuna mtu anaipiga kengele. Nimeshangaa kinachoendelea katika dunia yetu, na yote yameandikwa na kila mtu amenyamaza. Sio vita, sio virisi, sio anguko la kifedha. Ni kuinuka kwa kitu kinachojificha zaidi na hatari, dini ya uongo ulimwenguni. Biblia ilituonya hili litatokea. Kitabu cha Ufunuo kimeeleza hilo kwa kina, lakini dunia inaambiwa ni jambo nzuri. Na wakati watu watajua ukweli, huenda itakuwa nyuma. People will come to know the truth and it will be too late. Twende moja kwa moja katika kitabu cha Ufunuo wa 13 mstari ya 11 hadi ya 12. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili kama mwana-kondoo, akinena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Huyu mnyama wa pili sio taswira ya kisiasa, ila ni taswira ya kidini. Anaonekana kama kondoo, mwenye amani, mpole kama Kristo, lakini anaongea kama joka. Maana yake, maneno yake hujaa na udanganyifu. Anatawala na sumu ya kiroho. Huu ndio kuinuka kwa dini ya uongo, na itawaongoza watu wengi, mamilioni ya watu, kumwabudu mnyama. Onyo hili hapa: nabii wa uongo hatavaa kinyango, nabii wa uongo hatavaa maski. Ataonekana mtakatifu, ataongea umoja, ataitaka amani, lakini yote atakayoyasema yatapeleka kumwabudu mpinga Kristo. Ukifuata sauti ya amani bila kuijaribu kwa neno, unaweza kutembea moja kwa moja kwenye mtego wa joka, na sehemu ya hatari zaidi, hata hutajua inatoka wapi. Hili ndilo swali kubwa: kwa nini watu watakubali dini ya ulimwengu? Kwa sababu dunia inapokuwa katika machafuko, hofu inakuwa nyingi. Vita, njaa na majanga vinapokuwa kila mahali, watu wanatamani maungano, wanatamani kitu cha kiroho, wanataka amani, hata ikiwa maana ya makubaliano na manabii wa uongo wataitoa. Mfano moja tu: imani moja, kanisa moja la kimataifa. Na mwanzo utasikia kama ni jibu kutoka mbinguni, kumbe ni mipango kutoka kuzimu. Imagine utaambiwa kwamba vita vitakoma. Utaambiwa eti umaskini utaisha, ikiwa watu katika kila dini wakiabudu Mungu mmoja. Eti amani itakuja, Wakristo wakiacha tu kusema Yesu ndiye njia pekee. Je, utapenda? Utakaa kimya? Je, utawajoini? Hiyo swali langu. Na hii ndiyo presha ya mamilioni ya watu watakayokutana nayo, na wengi wataanguka
kwa sababu udanganyifu utaenea mahali pote duniani. Ufunuo unatuambia kitu kuhusu hili. Huyu mnyama wa pili mwenye dini ana kazi. Ufunuo wa 13 unasema, akawadanganya wakaao juu ya nchi, akawaambia wamfanyie sanamu yule mnyama. Wamfanyie sanamu yule mnyama, na alikuwa na uwezo wa kuipa uhai sanamu ya yule mnyama, ili wasioiabudu wauawe. Na kiongozi wa dini atasaidia kutimiza ibada ya mpinga Kristo. Hata waalika watu tu kumwabudu mnyama. He won't just invite people, he will push them. Atawasukuma kumwabudu mnyama. Huyu kiongozi wa dini atawasukuma watu kumwabudu mnyama, na wakikataa kumwabudu mnyama watauawa, watakufa. They won't be able to see tomorrow. Hii si imani iliyo na upole, ni udhalili wa kiroho. Sikiliza, nikwambie hili. Kuna kitu kilichotokea huko Abu Dhabi, kiwanja kinachoitwa nyumba ya familia ya Ibrahimic. Ilijengwa hivi karibuni. Sasa hiyo nyumba ya familia ya Ibrahimic inashirikisha kanisa, msikiti na sinagogi, vyote kwa pamoja. Sasa sikiliza, umoja ni mzuri, lakini umoja unaoadhimisha ukweli ni hatari. Yesu alisema katika Yohana wa 14 aya ya 6, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hakuna mtu anayekuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hii si maarufu katika ulimwengu unaotaka kuchanganyika kiroho, lakini ndiyo njia pekee ya kuokoka. Lakini dini ya uongo ulimwenguni itanyamazisha sauti kama hizi.